Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Katika wasia wetu waendelea, leo tuko kifungu cha 3 kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mwenyezi Mungu alimuhusia katika jumla ya kumuhusia katika jambo la 3, Mtume akatwambia, Mwenyezi Mungu amwambia wa an a'fuwa amman zalamani, Mtume asamehe kwa wale watu ambao kwamba walomdhulumu. Na huu wallahi ndio Uislamu. Leo tumekuwa tukialana na chuki, leo tumekuwa hatutambuani, hiki kitu chaitwa msamaha ndio hakuna kabisa. Na ile hali imekuya katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume aambiwa khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wewe Muhammad, wewe tukua msamaha. Sasa ikiwa mtume wetu aambiwa atukue msamaha, mimi na wewe mbona tutakuwa chuki na ghadhabu? Aina alislam, Uislamu uko wapi hapa? Aina almuslimuna, waislamu wako wapi hapa wa kumfuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallama? Tunapokoseana tusameheane. Aambiwa Mtume khudhil afwa, tukua msamaha, wa amir bil urfi, na uamrishe melema, tena wa a'rid 'anil jahilina, wape nyongo wale wajinga wale. Kusameheana jambo zuri. Kisha ikaja katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, mwenye kusamehe na akafanya suluhu, basi ujira wake uko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zanguni, asraha raha, afanyao kinyume cha haya hoyo hako katika Uislamu, na itakuwa wewe umebebesha madhambi, umejibebesha uzito wako wewe mwenyewe. Waambie wasamehe, wewe hutaki kusamehe. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallama wa hadithi ya Abi Daudi asema Mtume sallallahu alaihi wasallama, la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3 famata dakhala an-nar. Si muislamu ambao kwamba mtu atamgura ndugu yake zaidi ya siku 3 kisha akafa, dakhala an-nar. Sasa ya nini yote hayo jamaa? Sisi ni wafuasi wa Mtume, sisi ni ahbabi nabii sallallahu alaihi wasallama, sisi ni marafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Hebu tujaribuni kufuata amri ya Mtume aambiwa Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallama, wa an a'fuwa amman zalamani, aambiwa mimi Mtume nisamehe kwa watu ambao walimdhulumu. Sisi kwa sisi udhulumiana. Sasa basi tutukueni sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alifukuzwa Maka, hakuna asojua. Hakuna asojua Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka Maka akakimbilia Madina kwa hijra. Hakutoka kwa hiari yake, bali alitoka kwa dhulma na kwa kudhulumiwa katika kutoka katika ule mji wake. Akaketi Madina, akakaa Madina, kisha akarudi. Ni kwamba alikuja kisha baada yake akaishika ile Maka, akawashika watu wote, akamwambia ha jamaa, leo nitawafanya nini? Nyinyi mlinitoa hapa, mimi nilizaliwa hapa, kitofu changu kiko hapa. Jamaa akamwambia kuwa mtukufu, kuwa ndugu karimu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofanya nyinyi, akamwambia idhhabu fa antum mutlaqa, nendeni, mimi nimewatahuri. Hakadha yataka tuishi kama namna alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kusameheana kuko Al-Hussein na Muhammad al-Hanafia. Al-Hussein na ndugu yake Muhammad al-Hanafia walikosana hao. Huyo Muhammad al-Hanafia akaandika barua akampekea ndugu yake Sayyidina Al-Hussein, bwana wewe ndo wewe upate hizi thawabu kuliko mimi kuja kwako. Basi yasemekana wallahi aonekana Al-Hussein atoka na Muhammad al-Hanafia wakakutana barabarani, akawa huyu ameitwa ili Sayyidina Al-Hussein apate thawabu nyingi kuliko huyu Muhammad al-Hanafia. Sasa sisi tuko wapi na sahibi za Mtume? Kwa nini kuwa na kiburi namna hii? Tukikosana watu tupatane. Na ndio mara nyingi pengine kwanza kushuka mvua haishuki kwa sababu tumekosana, sababu maradhi yamezidi kwa sababu tumekosana. Hii ni kitu kikubwa ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alituhusia katika kusameheana, na ni kitu kizuri. Ukisamehe utasamehewa.
Na ingawa kuna mambo hupitika, eti sisi mara nyingine anapokufa mtu pale msikitini, watu tukisimama tukienda, jamanini, kama huyu amekusana na mtu tumsamehe. Yale ni maneno tu huzungumza. Wewe mwenyewe ulikuwa wapi hukupatana? Kwa nini sisi kuwapatanisha watu kwa nguvu? Yataka mtu kabla hajaondoka duniani ahakikishe yeye ameishi na jirani zake kwa uzuri na ndugu zake kwa uzuri. Basi insha Allah ya Rabbi, asitupe kukosana, lakini ikiwa tumekosana, Mwenyezi Mungu atupe rehema, tusikizane na tupendane. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.